بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndugu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu na kipenzi chetu Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye na kizazi chake kitaharifu. Bado tuko katika masail ya idda, na katika darsa iliyopita tulizungumzia juu ya hukumu za eda ya talaka rejea. Tukasema kwamba mwanamke ambaye ameachwa talaka rejea, eda yake inabidi aikae ndani ya nyumba ya mumewe, asitoke kwa khiari yake, wala mume haruhusiwi kumtoa kwa nguvu katika nyumba yake. Vile vile mke akiwa katika eda ya talaka rejea ana haki ya kupewa matumizi. Mumewe ana wajibu wa kumpa matumizi kama vile ni mkewe, kwa kuwa bado kisheria anazingatiwa ni mkewe mpaka eda itakapomalizika. Vile vile katika kipindi hiki cha eda mwanamke atakiwa ajipambe, asikae kama vile yuko kwenye eda ya kufiwa, la ajipambe ili amvutie mumewe. Huenda mume akabadilisha mawazo akaendelea naye na ndoa katika kipindi kile cha eda. Ama ikiwa mwanamke aliyeachwa amewachwa talaka bain, mfano ameachwa talaka 3 au ameachwa talaka ya khulu', amejikhului, amejikomboa, hii talaka bain ni talaka bain. Mke katika hali hii hana haki ya kupewa matumizi ila katika hali ya ujauzito. Ikiwa ana ujauzito, mume atawajibika kumpa matunzo mpaka atakapojifungua. Hayo kwa mukhtasar ndio ambayo tuliyazungumza katika darasa iliyopita. Leo insha Allahu Taala tutazungumzia juu ya eda ya kufiwa. Eda ambayo tumemaliza kuizungumza ni eda ya talaka. Kuna na eda ya kufiwa. Tabaan darasa yetu lilikuwa lahusiana na talaka na eda ya talaka, lakini kwa kuwa na hii ni eda vile vile, japokuwa ni ya kufiwa, tukaona tuiunganishe vile vile na masala haya. Mwanamke ambaye mumewe amefariki dunia vile vile ana wajibu wa kukaa eda, ambayo kimsingi ni miezi 4 na siku 10. Kabla ya Uislamu, jamii mbalimbali zilikuwa zina ada zao, zina mila zao na desturi zao pale mwanamke anapofiwa. Uislamu umezifuta ada zote zile na ukaweka ada hii ya eda kwa utaratibu ambao tutaueleza. Kwa mfano, mwenye tafsirul amthal asema kwamba katika zama za jahiliya Waarabu, mwanamke alikuwa akikaa eda ya kufiwa mwaka mzima, na kuna baadhi ya tamaduni na mila na desturi, mwanamke anayefiwa na mumewe alikuwa akichoma moto akiwa hai, na katika baadhi ya tamaduni alikuwa akiishi karibu na hema, anahama nyumbani kwake, anakaa kwenye hema kando ya kaburi la mumewe. Maisha yake yote anaishi kwenye hema, haogi, habadilishi nguo, hachani nywele, hana maisha yoyote, anaishi pale mpaka Mungu atakapomchukua. Uislamu ulipokuja ukaonyesha kwamba mwanamke anayefiwa na mumewe ni mwanamke wa kawaida, ni binadamu wa kawaida. Tabaan amefiwa na mume ni jambo zito, lakini kufiwa hakumtoi katika ubinadamu, anabakia katika ubinadamu wake. Anatakiwa aishi, aoge, asikae katika hema, asikae katika hali ya uchafu kwa sababu eti amefiwa na mumewe. Na badala yake ukaweka utaratibu wa eda
ambayo ni miezi minne na siku 10. Na mwanamke aliyefiwa ni tofauti na kwenye eda ya talaka. Katika eda ya talaka kuna wanawake wanafanyiwa istithna, wanakuwa exempted na eda. Mfano binti mdogo asghira ambaye aliolewa hali ya kuwa ni mdogo, hana eda akiachwa, au binti ambaye mwanamke ambaye ameolewa na hajaingiliwa na mumewe, huyu hana eda. Lakini katika ya talaka, katika eda ya kufiwa, kila mke ambaye ameolewa na mume akifa ana wajibu wa kukaa eda ya talaka. Anasema al-Muhaqqiq al-Hilli, ta'taddu al-hurratu al-mankuhatu bil-'aqdi as-sahih 4 ashhurin wa 10. Anakaa eda mwanamke muungwana ambaye si mtumwa aliyeolewa kwa ndoa sahihi kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Idha kanat hailan, ikiwa si mjamzito. Tutakuja kueleza hukumu ya mke mjamzito katika eda ya kufiwa. Saghiratan kanat au kabira, ni sawasawa huyo mke alikuwa ni binti mdogo au mkubwa, akifiwa na mume atawajibika kukaa eda. Balighan kana zawjuha au lam yakun, ni sawa huyo mume aliyemuoa alikuwa amebaleghe, ni mtu mzima au ni mtoto mdogo, mke ana wajibu wa kukaa eda ya kufiwa. Dakhala biha au lam yadkhul, alimuingilia baada ya ndoa au hajamuingilia, anawajibika kukaa katika eda ya kufiwa. Kwa hiyo mwanamke yeyote aliyeolewa kwa ndoa sahihi, mumewe akifariki dunia, anawajibika kukaa katika eda ya kufiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya 234 yasema, walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Na wale ambao watafishwa miongoni mwenu na wakaacha wenza, wakaacha wake, yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10, hao wake watangojea peke yao, watakaa eda kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Na maana ya kukaa eda ni kwamba hawataolewa licha ya kuzini. Ni haramu kuolewa ndani ya miezi 4 na siku 10 licha ya kuzini. Ndio maana ya kukaa eda ya kufiwa. Al-Imamu Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi anasema, ala ayi wajhin kana nikahu fal'iddatu 4 ashhurin wa 10 idha mata zawj. Ndoa kwa namna yoyote itakayokuwa, mume akifa, maadamu ni ndoa sahihi, basi huyo mke atakaa eda ya miezi 4 na siku 10. Kwa hiyo eda ya kufiwa ni wajibu kwa mke aliyeolewa kwa ndoa sahihi, awe ni binti mdogo au mkubwa, awe huyo mume ni mtu mzima au ni mtoto mdogo. Kwa namna yoyote ile, amemwingilia au hajamwingilia, atawajibika kukaa eda ya kufiwa. Na maana ya eda ya kufiwa ni kwamba hataruhusiwa kuolewa. Hata akiolewa ndoa haitasihi ila baada ya miezi 4 na siku 10. Ikitokea mathalan mume amemuacha mwanamke, talaka ya ba'i, kisha yule mume akafa na hali ya kuwa mwanamke yuko katika idda, hukumu yake ni nini? As-Sayyid At-Tabatabai Al-Yazdi katika kitabu chake Al-Urwatul Wuthqa asema, law tulliqat ba'inan thumma mata, lau mwanamke aliachwa talaka ya ba'i, talaka ambayo haina rejea, thumma mata zawjuha, kisha mumewe akafa, wa hiya fil iddati, na yeye yuko katika idda, la iddata alaiha min alwafat,
mwanamke huyo atakuwa hana eda ya kufiwa, liinqita'i al-ismati bainahuma, kwa sababu ya kukatika yale mafungamano ya ndoa baina yao, si tena mke na mume wakiwa katika hali hiyo, kwa sababu talaka yao ilikuwa ni talaka ya bain, sio ya rejea. Fayakfi ikmalu iddati talaqi, kwa hiyo itatosha kwake yeye kukamilisha tu eda yake ya talaka, kama ni tahara 3, kama ni miezi 3, kama ni kuzaa mimba yake, kwa mujibu wa hali yake. Idha kana talaqu raj'iyan, lakini ikiwa talaka yake ni talaka rejea, aliachwa talaka moja au talaka ya pili, kisha mume akafa na hali ya kuwa yeye bado yuko katika talaka, ista'anafat iddat alwafati, ataanza upya eda ya kufiwa. Yani mathalan kaachwa leo talaka ya kwanza, mathalan akakaa eda, mfano amekaa siku 10 labda, mume akafa baada ya siku 10, ataanza upya eda ya kufiwa miezi 4 na siku 10. Zile siku 10 za talaka za eda ya talaka zile hazimo, ataanza upya. Ista'anafat iddat alwafati, ataanza upya eda ya kufiwa miezi 4 na siku 10. Amesema Imam alayhi salam alipoulizwa an rajulin talaqa imra'atahu talaqan yamliku ar-raj'ata thumma mata anha, aliulizwa juu ya mtu aliyemwacha mkewe talaka ambayo anaweza kumrejea kisha yule mume akafa. Imam alayhi salam akasema ta'taddu bi ab'adil ajalaini au 4 ashhurin wa 10, atakaa eda imma ni ab'adul ajalaini au atakaa miezi 4 na siku 10. Kwa hiyo kimsingi eda ya kufiwa ni miezi 4 na siku 10, na jambo hili halina khilafu baina ya Waislamu. Khilafu imekuja katika eda ya mwanamke aliyefiwa hali ya kuwa ana mimba, ni mjamzito. Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema kwamba yeye akizaa tu eda yake itakuwa imeisha. Yani mathalan mume kafa na yeye ana mimba ya miezi 8, basi baada ya mwezi mmoja akijifungua atakuwa amemaliza eda yake. Shia Ithna Asharia wanasema la, ikiwa mwanamke ni mjamzito eda yake itakuwa ni ab'adul ajalaini. Nini maana ya maneno haya? Ab'adul ajalaini maana yake ni muda mrefu zaidi kati ya vipindi viwili. Yani tuna vipindi viwili, tuna miezi 4 na siku 10, halafu tuna umri wa mimba. Mwanamke mathalan amefiwa na mumewe, ana mimba ya miezi 8. Baada ya mwezi mmoja akijifungua, baada ya mwezi mmoja atafikisha miezi 9 akajifungua, na kuna miezi 4 na siku 10. Huu mwezi mmoja wa mimba uliobakia na miezi 4 na siku 10, upi ni muda mrefu zaidi? Muda mrefu zaidi ni miezi 4 na siku 10. Kwa hiyo Shia Ithna Asharia wanasema ataangalia ni upi ni muda mrefu zaidi, ni umri wa mimba au ni miezi 4 na siku 10. Yani mathalan alikuwa na mimba ya miezi 8, baada ya mwezi mmoja akajifungua, itabidi aanze eda upya miezi 4 na siku 10. Au mathalan alikuwa na mimba ya miezi 2, akakaa miezi 4 na siku 10 ikaisha, bado mimba anayo, itabidi akae mpaka mimba ajifungue mimba yake. Kwa hiyo ataangalia ni muda upi ni mrefu zaidi, ni miezi 4 na siku 10 au ni umri wa mimba uliobakia. Ndiyo maana ya ab'adul ajalaini, na hii ni fiqhi ya ahlul baiti salawatullahi wa salamuhu alayhi.
Alimamu Ali salawatullahi wasalamuhu alayhi alikuwa akifutu masala haya kwamba ni ab'adul ajalaini. At-Tabari katika tafsiri yake amenukuu kwamba Al-Mughira alimuuliza Ash-Sha'bi, amwambia ma usaddiqu anna Aliyan radhiyallahu anhu kana yaqulu alla tatazawwaja almutawaffa anha zawjuha hatta yamdiya akhirul ajalain. Asema siamini mimi kwamba Ali bin Abi Talib alikuwa akisema kwamba mwanamke aliyefiwa na mumewe atakaa eda ab'adul ajalain, yani muda mrefu zaidi kati ya mimba na miezi minne na siku 10. Shaabi akamjibu akamwambia bala, kwa nini huamini? Saddiq ashadda ma saddaqta bi shay'in qat, amini kama unavyoamini chochote kile, kwamba hiyo ndiyo hukumu, ndiyo fatwa ya Ali bin Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi. Ndugu zetu wa Ahlus Sunna wanasema, lakini kuna aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, na wanawake wenye mimba muda wao wa kumaliza eda ni kuzaa mimba zao. Hii ab'adul ajalaini imetoka wapi? Taban hii aya ipo katika suratul Talaq, na al-Imam Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi amesema kwamba wa ulatul ahmali, hii aya ni almutallaqatu, ni wanawake waliopewa talaka, sio waliofiwa na waume zao. Na hata ukiangalia aya hii iko katika suratul Talaq, Mwenyezi Mungu alikuwa azungumzia wanawake waliopewa talaka, sio waliofiwa na waume zao. Waliopewa talaka ndio akizaa mimba yake basi atakuwa amemaliza eda yake, lakini ikiwa ni mwanamke aliyefiwa na mumewe, eda yake itamalizika baada ya ab'adul ajalain. Ataangalia, je, umri wa mimba na miezi minne na siku 10 upi ndio mrefu zaidi? Na kwa nini taban tuangalie muda mrefu zaidi? Kwa sababu katika eda ya kufiwa kuna kitu kinaitwa atafajjur. Mwanamke akiwa katika eda ya kufiwa anakuwa na majonzi, anakuwa na masikitiko ya kuondokewa na mwenza wake katika maisha. Kwa hiyo ile amalia ya tandhifu rahmi, kusafisha tumbo tuliyoieleza katika hikma za eda, inachelewa kwake tofauti na mwanamke aliyepewa talaka. Ndio maana huyu anahitajia muda mrefu zaidi, ima miezi minne na siku 10 au zaidi, ili kuweza kusafisha tumbo lake kutokana na hali ya masikitiko ya kuondokewa na mumewe na mwenzake katika maisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batila warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.